Biblia ndio hivi sasa, vigelegele. Wangapi wanaweza kupiga vigelegele? Yaani imeandikwa kabisa katika Biblia kwamba tumpigie Bwana vigelegele. Tumpigie vigelegele. Ila siku hizi vimepungua sana. Siku hizi vimepungua sana kanisani. Unavisikia kwa nadra kweli. Sasa Biblia inasema mpigieni Bwana vigelegele enyi wenye haki. Lakini anasema kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Tumekusanyika mahali hapa maalum kabisa kwa ajili ya kusifu na kumwabudu Mungu wetu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana asifiwe. Na bahati nzuri tumejaa hapa wa Pentekoste. Amen. Wa Pentekoste. Amen. Kama wewe ni Pentekoste kama mimi, naomba unyanyue mkono juu. Haleluya. Biblia inasema kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Zaburi hii ya 33 inaaminika kwamba ni mwendelezo wa Zaburi ile ya 32. Ile Zaburi ya 32 imeandikwa na Daudi. Imeandikwa na Daudi. Na imeandikwa na Daudi wakati ule amemkosea Mungu. Kwa hiyo alikuwa anatubu. Ile Zaburi ya 51 na Biblia ya 32 ni sala ya Daudi toba. Ile ya 32 ukisoma inaanza kwa kusema heri aliyesamehewa dhambi na kusitiriwa makosa yake. Heri Bwana asiyemhesabia upotovu, ambaye rohoni mwake hamna hila. Huyo ndiye ambaye anasema ni heri. Heri mtu aliyesamehewa dhambi zake na ana uhakika ya kwamba Bwana amemsamehe dhambi zake. Bwana asifiwe. Kule mwishoni anapomalizia mstari wa 11 kwenye Zaburi ya 32 anasema mfurahieni Bwana, shangilieni enyi wenye haki, pigeni vigelegele vya furaha ninyi nyote mlio wanyofu wa moyo. Alafu kiunganisha na 33 anasema mpigieni Bwana vigelegele enyi wenye haki, kwa sababu kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Daudi alikuwa ni mtu wa sifa na ibada. Alijulikana hivyo. Hivyo ndivyo watu walivyomfahamu katika Israeli, kwamba yeye ni mtu wa sifa na ibada. Daudi alikuwa anajua kupiga vyombo vya muziki vya wakati ule na kuimba. Na kimsingi zaburi kadhaa zilizoko hapa zimeandikwa na yeye, na ni nyimbo zake za kumsifu na kumwabudu Mungu. Zilikuwa zinakuja tu, anaimba, na ndio zikaandikwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 16 mstari wa 14 utaona hiki ninacho kizungumza. Samueli wa kwanza 16 mstari wa 14 mpaka 23 Biblia inatuambia habari za mfalme Sauli.
wakati fulani mfalme huyu alimwacha Mungu, alimkosea Mungu, alimwacha Mungu na hakutubu dhambi zake. Na unajua unapomwacha Mungu nini kinatokea? Unajua Mungu hawaachi watu, isipokuwa watu ndio wanamwacha Mungu. Nisikilize vizuri. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Nisikilize unielewe. Mungu hakuachi wewe, na wala hana mpango wa kumwacha mtu hata siku moja. Mungu hatuachi sisi, wala hana mpango wa kutuacha, isipokuwa sisi ndio tunamwacha Mungu. Halo. Bwana sifiwe. Wangapi wananielewa? Wewe ndio utakayemwacha Mungu, na mimi ndio nitakayeamua kumwacha Mungu, lakini sio Mungu ataamua kukuacha wewe. Hana mpango huo. Hajatuumba ili atuache, ametuumba ili akae na sisi. Lakini bahati mbaya sana wanadamu wanamwacha Mungu. Sikiliza, na mtu anapomwacha Mungu, unajua nini kinatokea katika maisha yake? Shetani